Habari, karibu Sema. Wanasema mazungumzo ni afya. Je, umewahi kuzungumza kuhusu ngono na wazazi wako? Kwenye episodi yetu ya leo, tuliwauliza wageni wetu na majibu yao yatakushangaza. No, never. What? Maisha ndo yamenifunza kuhusiana na masuala ya ngono. Kutokana na jinsi nililelewa na maadili ya nyumbani, kwa ni ngumu kumshirikisha mzazi au kumuuliza mzazi kuhusiana na ngono. Nimewahi kujadili na wazazi wangu kuhusu masuala ya ngono kwa sababu kule nyumbani kwetu mimba za utotoni zilikuwa nyingi sana. Kwa mimi mzazi wangu alikuwa rahisi sana kukaa na mimi na kunielekeza. Kuongelea tu condom ilikuwa ni shughuli. Nilimwambia kwenye simu nisiwe karibu na yeye kumwangalia. Alafu nimerudi tu nyumbani. Mama, ni condom. Umeenda kufanya session za condom? Wewe. Condom unajua ni nini? Ni dhambi. Imagine condom niliambiwa ni dhambi. Sasa ngono kama ngono. Anaweza kukuangalia juu mpaka chini akachukua mwiko pa. Kwa hiyo ila swala kwetu mwiko utajua huko kwa nje ya safari. Wazazi wangu walikuwa ni wafanyabiashara, wanajishughulisha na biashara ambao wanasafiri mara kwa mara. Kiasi kwamba hata nikirudi likizo hatuonani mara kwa mara, ile kutengeneza ule ukaribu ambao unaweza ukawa huru kuongea na mzazi wako chochote. Mimi binafsi naamini kuna umuhimu sana wa wazazi na ni sahihi kwa wazazi kuzungumza na vijana mapema kuhusiana na masuala ya ngono. The closest we have gotten kwenye kujadili kuhusiana na ngono ni pale ambapo binti unapata pengine hedhi yako ya kwanza. Tena si ni mazungumzo, ni vitisho. Sasa umekuwa binti, kianza michezo na kaka, unapata mimba. Sasa kiongea naye ngono, maybe kwenye usiku wa kitchen party kwamba unaenda kuolewa msichana au mvulana, ile unakaribia kwenye harusi, wanakuita wababa, mnaongea. Sio ile kiundani, ni ile mzazi mnakuwa mnaongea, anajaribu kuchomekea baadhi ya vitu ambavyo vinakuwa ni kama vitisho, lakini sio kwamba ni mzazi anakaa mna discuss, labda anakuelezea kuna faida na hasara hizi na hizi. Vijana kutokuwa na taarifa za kutosha na sahihi kuhusiana na masuala ya afya ya uzazi na ngono. Hii imeleta madhara mengi sana, ikijumuisha kwa mfano masuala ya kuongezeka kwa virusi vya ukimwi kwa vijana, kuongezeka kwa maambukizi ya magonjwa ya ngono, mimba za utotoni, vitu ambavyo naamini ingekuwa kuna msingi wa kutosha na support ya kutosha nyumbani kwa kijana kuanza kujifunza mapema, pengine tungemsaidia kuweza kudhibiti hizi changamoto kutokea katika maisha yao mapema zaidi. My mom used to tell kwamba unakwenda chuoni, huwa kuna vitu vingi utakavyokutana navyo. Akasema ukiona umeshindwa kabisa, tumia condom, ila kunieleza why and how. Sipata the why, the net get, na mimi sikuwa na power ya kuuliza. So tukaishia tunacheka kama utani, but that is. Na bad luck ni kwamba mimi hata nilivunja ungo, mtu wa kwanza alikuwa ni dada wa kazi. Alinifundisha namna unavaa hivi pad, baada ya hapa sasa ndogo wangu unatakiwa 1 2 3, lakini mama wangu hakuwa na muda. Ingekuwa kuna msingi wa kutosha na support ya kutosha nyumbani kwa kijana kuanza kujifunza mapema, pengine tungemsaidia kuweza kudhibiti hizi changamoto kutokea katika maisha yao mapema zaidi.